Nimekuja kugundua ya kwamba watu wengi sana wamepoteza fursa nyingi kwenye maisha yao kwa sababu ya kuahirisha kuzichukua fursa hizo. Na wengine pengine wamefika mahali wamekuwa wanajutia kwa sababu wanasema pengine wakati ule ningefahamu au pengine ningefanya jambo hili mapema, ningeweza kuwa nimefika mbali sana. Fursa nyingi zimepotea na watu wengi wamepoteza vitu vikubwa ambavyo pengine wangekuwa wavipate au waweze kuvifikia kwa sababu ya tabia ya kuahirisha mambo. Kuna msemo mmoja maarufu sana huko ulimwenguni unaosema kuahirisha ni kaburi ambalo limezika fursa nyingi za watu. Lakini pia kitabu cha Mhubiri mlango wa 11 mstari wa 4 anasema ya kwamba mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Maana yake yule ambaye pengine anakuwa anasubiri pengine kesho kutwa mambo yatakaa sawa sawa ndio nianze kufanya jambo hili, anaweza akawa anapoteza vitu vikubwa ambavyo pengine Mungu anaweza akawa alishamfungulia milango mikubwa na pengine akashindwa kuitumia milango ile. Inawezekana ni wewe umekuwa na tabia hii ya kuahirisha mambo, au umekuwa na mtu wa karibu yako ambaye anaahirisha sana vitu kwenye maisha yake. Sasa leo katika shule yako ya saikolojia na mwanasaikolojia na mwinjilisti Paul Ringo, nataka tuone mambo ambayo yanasababisha sana watu wanakuwa wanaahirisha vile kufanya mambo ambayo wamekusudia kuyafanya. Wanaahirisha mipango na mikakati mbalimbali ambayo wengine wanaweza kuwa nayo. Jambo la kwanza kabisa ambalo linaweza kusababisha mtu akaahirisha mipango au mikakati alionayo, tunasema ni ile hali ya kuhofu kufeli ama uoga wa kufeli, fear of failure. Mtu anakuwa anaogopa pengine nikianza hili jambo au nikifanya hili jambo, likikwama itakuwaje? Au pengine si nitaibika? Nikianza kujenga nyumba nikaishia katikati, si nitaibika pesa zikiniishia? Au pengine nikaenda kuongeza kozi labda nikafeli, si itakuwa aibu? Unakuta mtu anaogopa kufeli. Nikianza kampuni ikifeli katikati, si nitaibika? Pengine ameshajikusanyia vigezo vyote ambavyo anahitaji kuwa navyo, lakini bado ana wasiwasi ya kufeli. Na watu wengi ambao wana wasiwasi ya kufeli, fear of failure, huwa wanaahirisha sana vile ambavyo wanatakiwa kuvifanya. Jambo moja ambalo unatakiwa kujifunza na kufahamu ni kwamba kufeli ni sehemu ya maisha katika jambo lolote ambalo unataka kulifanya. Kwa popote pale ambako unaanza, unakuwa na mitazamo miwili kwamba nikifanikiwa yes, lakini nikifeli, kufeli ni sehemu ya ukuaji, kufeli ni sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo unajiwekea ujasiri ndani yako na kuchukua hatua. Kwa hiyo wengi wanaoahirisha unakuta wana hofu ya kufeli. Lakini sababu ya pili ambayo pengine inaweza kusababisha watu wakaahirisha sana ile mipango ambayo wanakuwa nayo ni kutafuta ukamilifu kuliko pindukia. Mtu anatafuta ukamilifu zaidi ya uhalisia. Yaani anataka ajikamilishie kila ambacho kinahitajika ndio aanze ule mchakato ambao amehitaji kuanza. Hii tunasema ni perfectionism behavior. Perfectionism. Mtu anakuwa anataka ukamilifu wote. Kama anataka kuanza pengine labda biashara fulani, anataka awe na kila kitu ambacho kitamwezesha kuanza ile biashara. Kama anataka kuingia pengine kwenye ndoa, anahitaji ajiandae kwa kila kitu alafu ndipo aoe au aolewe. Pengine kama anahitaji kuongeza elimu, akamilishe kila kinachohitajika ndio aanze ile elimu. Sasa watu wengi ambao wana hii behavior ya perfectionism ama wana hii character ya perfectionism, watu ambao wanatafuta ukamilifu, mara nyingi ni watu ambao sana wanaahirisha mipango, kwa sababu ni ngumu sana kukamilisha kila ambacho kinahitajika kwenye lile ambalo unalifanya. Ambacho unapaswa kufanya ni pale ambako unaona una kianzio kizuri, una mahali pazuri pa kuanza, basi unaanza tu, alafu kwa mbele ya safari ukiwa unaendelea kupambana kurekebisha yaliyosalia. Lakini mara nyingi sana ukisema unasubiri ukamilifu, kila kitu kikae sawa, muda ukae sawa, mambo yote yaende sawa, kwa kweli unaweza ukajikuta unaahirisha, na kadiri ambavyo unaahirisha muda unazidi kwenda na ule ukamilifu pengine unaweza usitokee. Kuwa tayari kuanza hata kwa mwanzo mdogo, kuwa tayari kuanza pale panakofaa, na hatua moja huita hatua nyingine. Lakini sababu nyingine ya tatu ambayo inaweza kusababisha watu wakawa na kuahirisha mambo, tunasema ni upungufu wa hamasa ya ndani. Hapa tunazungumza juu ya internal motivation, hamasa ya ndani, internal motivation. Ili uweze kuchukua jambo lolote kwa wakati, lazima uwe na msukumo wa ndani katika kufanya lile jambo.
Sasa ukiwa unataka kufanya jambo lakini unategemea zaidi hamasa ya nje, kusukumwa kwa nje, watu wa nje ama zawadi kutoka nje, unapopata muda wewe kukaa chini na kutafakari, ile nguvu huwa inashuka ndani yako. Maana hamasa ya nje ni kama moto wa mabua. Moto wa mabua huwa unawaka lakini unaisha kwa haraka. Kwa hiyo ukipata muda wa kukaa peke yako, unapotaka kuchukua hatua, unajikuta ile hamasa ya nje ishapungua. Lakini ukiwa na hamasa ya ndani huwa inakusukuma kuchukua hatua, hata kama hakuna watu wa nje wanaokusupport sana kufanya kile ambacho unataka. Kwa hiyo watu wengi ambao wanaahirisha pia mambo ni watu ambao wanakosa hamasa ya ndani. Kwa katika jambo lolote ambalo unataka kufanya, ili usiahirishe sana, tafuta zaidi kujihamasisha mwenyewe. Tafuta mwenyewe kujua kwa nini ufanye hilo jambo, faida zake zikoje. Jihamasishe mwenyewe katika kulifanya hilo jambo. Kukosa hamasa ya ndani ni sababu mojawapo ya watu kuahirisha vile ambavyo wanatakiwa wavifanye. Jambo la 4 ambalo linaweza kusababisha watu wakahairisha vile ambavyo walitakiwa kuvifanya ni kujidharau ama kujionea shaka, self doubt. Kujidharau au kujionea shaka. Mtu anakuwa anajidharau, pengine ili jambo nikitaka kulifanya, mimi sina sifa ya kuweza kufanya jambo hili, sina hadhi ya kuweza kufanya jambo hili. Pengine nataka nigombanie ubunge, lakini unajipima unaona hivi kweli naweza nikawa na hadhi ya kushindana na fulani? Hapana, siwezi kushindana na fulani. Pengine unataka kuomba labda kupeleka tenda mahali fulani, hivi mimi kweli naweza nikakizi sifa za ile kampuni? Unajikuta unaahirisha. Kwa hiyo kujionea shaka au kujidharau kunaweza kukasababisha wakati mwingine ukawa unavamiwa na hii roho ya kuahirisha. Ukajikuta mara nyingi unaahirisha ile mipango ambayo ulitaka kuifanya kwa sababu unajidharau tu. Unaona kama vile haufai, unaona kama vile haukai, hauenei kwenye kile ambacho unataka kukifanya. Wakati mwingine inabidi tu uvae ujasiri, ujitie nguvu, ujiheshimu na uchukue hatua kwa ujasiri uweze kusonga mbele. Na tabia ya 5 au jambo la 5 ambalo huwa linasababisha sana watu wakashindwa kuchukua zile fursa na wakaahirisha vile ambavyo walitakiwa kuvifanya ni kuwa na taarifa za uongo, wrong information. Kuwa na taarifa za uongo katika kile ambacho wanahitaji kukifanyia kazi. Pengine umejikusanyia taarifa kwa watu ambao wamefeli sana, wakaukatisha tamaa. Pengine labda umejikusanyia taarifa kwa watu wasiojua kile ambacho unataka kukifanya. Na bahati mbaya sana wasiojua ndio wanaongeaga zaidi kulikoni hata wale wanaojua kwenye hicho pengine ambacho unahitaji kukifanya. Kwa hiyo ukijikuta umejichukulia taarifa kwa watu ambao sio sahihi, unaweza ukapata taarifa ambazo zikakuvunja moyo, zikakukatisha tamaa, ukajikuta unaahirisha tu, kumbe ni hauna taarifa ambazo ni sahihi. Jifunze kupata watu sahihi, tena zaidi sana watu ambao wamefanya jambo hilo wakafanikiwa. Jifunze kwao ili upate taarifa sahihi ambazo zinaweza zikakuongoza vema, na unapoamua kuchukua hatua, kumbe unachukua hatua ukiwa na taarifa ambazo zinafaa na taarifa ambazo una uhakika nazo katika kile ambacho unakiendea. Kwa hizi tabia 5, hizi ni tabia 5 kubwa sana ambazo huwa mara nyingi zinawazuia watu kuchukua hatua kwa wakati, na wanajikuta wanaahirisha na kuahirisha tena, na baadaye hata yale mambo ambayo pengine Mungu ashafungua milango ya fursa mbele yao inaweza ikapotea, na wakajikuta wanajilaumu baadaye, fursa zile zikiwa tayari zimekwisha kupeperuka. Na jambo moja la kusema kwako ni kwamba kila unapochukua hatua ya kuendea mafanikio yako, basi unakuwa umeyasogelea zaidi yale mafanikio yako. Lakini kadiri ambavyo unaahirisha, ndivyo ambavyo unakuwa unakimbia mbali zaidi na mafanikio yako. Lakini usisahau ya kwamba Mungu huwa anafurahia sana watu ambao wanachukua hatua za imani kuliko ni wale tu wanaokaa na kusubiria muujiza. Ila pia wengine wakasema ya kwamba lift haikufuati nyumbani, lakini itakukuta barabarani ukiwa unaenda. Chukua hatua katika kile ambacho umehitaji kukifanya, ingia kwa ujasiri, anza kwa mwanzo mdogo, fanya kwa wakati, na baadaye mambo yatakunyokea kadiri ambavyo unaendelea. Nakutakia kila la heri.